Tunakusifu Bwana.
Mitume walimwambia Bwana, tuongezee imani. Bwana akasema, ungekuwa na imani kiasi cha punje ya haradali, ungewaambia mtu huu, ng'oka kapandikizwe baharini, nao ungewatii. Nani kati yenu mwenye mtumishi wa kulima na kuchunga ng'ombe atamwambia anaporudi kutoka shambani, njoo keti ule chakula? Je, atamwambia niandalie chakula, jifunge kanzu, nitumikie mpaka nitakapomaliza kula na kunywa, ndipo utakula na kunywa wewe? Je, atamshukuru mtumishi kwa sababu amefanya alivyoamriwa? Nani pia mtafanya yote aliyoamriwa? Semeni, sisi ni watumishi wasio na faida, tumefanya tu tulivyopewa kufanya. Injili ya Bwana. Sifa kwako Kristo. Tumaini letu. Nabii Isaya ndio tunapata hayo maneno. Leo tunapatana na mtu ambaye anaitwa Habakuku. Habakuku, walio wanaweza kuita Habakuku. So Habakuku, huyu ambaye ni Habakuku alikuwa nabii ambaye alihudumu kama miaka 600 kabla ya ujio wake Kristo, na pia akawa ametoa huduma yake miaka kama 82 baada ya kuanguka kwa taifa la Israeli, the southern kingdom which was called Judah, great after its collapse 82 years later. But northern kingdom fell under Assyrian captivity in 721-22 BC, and then southern kingdom fell around 597 to 586. There it collapsed. Why? Because of faith. Because of what? Faith. Kwamba Waisraeli wakati mwingi historia yao ni ya kuyumbayumba.
uaminifu na kutokuwa uaminifu. Wale ambao wakati mwingine walikuwa wanamcha Mungu, lakini wakati mwingine tena walikuwa wanaenda kinyume. Na nabii anaongea na Mungu. It's like a one-to-one talk with God. He's disappointed with God. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu anaona maovu na mambo mengi, na anauliza Mungu, kwa nini wewe Mungu unakaa tu haufanyi chochote? Why is evil happening? Can you not just strike lightly? Yule wale watu ambao ni waovu tu, Mungu afanye pinpointing wao wote mahali wako, watandikwe rangi na mambo yao ifanye nini? Iishe. God does not operate like that. Habakkuk cries out to God. He was a very bold prophet. Lakini hapo anaambiwa na Mungu, subira uvuta heri. Subira uvuta heri. Na kwa haitabadilika. Ni kwa muda, tutasema ni kwa muda, but God's time is the best. God's time is the best. We look around us. Niangalia hata nchini Kenya, kuna mambo mingi maovu. Kuna wale ambao wamepoteza maisha yao, kuna wale ambao wamekuwa kidnapped, kuna wale ambao wamepoteza kazi zao, kuna wale ambao biashara zao zimeanguka, kuna wale ambao hata maisha yao hayaendi vizuri, be family na many other things. And those people cry and they say to God, God, where are you? Why me? Why me? Na jamaa moja alipa, why me? Why me Lord? Why me? Hiyo ni wale wa generation. Why me Lord? Baba alikuwa naimba, kwa nini mimi? Inaonekana mimi mwenyewe ndio niko na shida. Pengine waliko ule wimbo, Mungu wangu ona umeniacha mimi katika tabu zote hizi maisha. Wimbo hiyo ni ngumu sana kwa Kristo, wameshindwa kuimba. Ninalala macho wazi mimi, kama ndege jiwa juu ya anga. Nimekuwa kama kwa watu jamani. Wimbo huo aliyouimba aliimba kwa sababu ya mateso. So much injustice, so much suffering, so much pain. Then we say God is all power. God is all knowing. God is all ever present, omnipresent. If that is the case, basi kwa nini Mungu is not taking action? Is allowing evil to prevail, is allowing bad things to happen. Kuna mtu mmoja aliandika kitabu The Problem of Human Suffering. It was a philosopher, Soren Kierkegaard, there, and it was about the issue of a leap of faith. He was an existentialist philosopher who looked at human beings, how we exist, and all those things. Why is there a problem? Ukienda katika Agano la Kale, maisha ya watu yalilinganishwa kulingana na nini? Success. Kulingana na nini? Success. The more successful you are, people would say you are blessed. Even if you could be corrupt, but you are what? Blessed. And the more you have problems, watu walikuwa nasema you are cursed. Umefanya nini? Ndio mtu mmoja kwa jina Ayubu analetwa pale, mwaminifu wa Mungu, lakini anapitia mateso. But he never lost hope. He never lost faith. He persevered to the end, and we see him reaping the fruits of faith. The fruits of what? Faith. Imani yake inampeleka mpaka mwisho. Most of
us say tuko na imani, lakini tunaweza kuwa na imani kwa vitu tofauti. Kuna mtu anaweza kuwa na imani na waganga, si ndio? Ukienda pale kwa barabara, tunaona wengine wanasema mganga hodari kutoka Dar es Salaam anatibu shida zote. Mumewahi kuona? Na mumewahi? Wengine wanasema anaweza kuwa ametajika kwamba anatibu shida zote. In a moment of desperate situation, people lose faith and we seek other options. Instead of using the original time, sometimes we go for the spare wheel. We forget God and we look for a spare God. Spare wheel inakuwa imejama. Sivyo? Spare wheel ya gari yako inakuwa mpya. Imejama ya kukufikisha uende kureplace. Si ati inakuwa mpya. Mara nyingi spare wheel inakuwa imechapa, lakini inatakiwa kukufikisha the next place ama kukushikilia for the moment. But sometimes we want God to be a spare wheel. We substitute God from the original to the fake. Today we are reminded the power of faith. Punje ya haradali, imani ya hawa mitume wafuasi wa Kristo. Ingekuwa kiasi cha punje ya haradali, wangeuambia mtu huu kutoka hapa kwenda sisi. What do we learn? The power of faith. And even a little faith is capable of working miracles. Imani hata kama ni kidogo inafanya muujiza. Hapa tu siku moja niliwaambia kwa hii kanisa kwamba siku moja kuna Mkristo ambaye alikuwa mgonjwa sana, amelazwa hospitalini hali mahututi, na alikuwa amekaa huko kwa muda mrefu. Na kama kawaida kwa Kristo pia wale ambao walikuwa na uwezo walikuwa wanaenda wanamtembelea, lakini hali yake iliendelea kuwa mbaya zaidi. Kuna huyu mama ambaye alikuwa anaenda saa zingine anamtembelea, and she was a very clear woman. So alienda pale na akamwona na wakasali, akamwombea sana Mungu apate kumponya. Na alipomaliza, alipokuwa anatoka hospitali pale tu kwa stairs walipatana na padri. Padri naye akamwambia habari, akasema mzuri padri. Akamwambia umetoka kuona nani? Akasema ndio. Akasema hata mimi ndio padri. Akasema hata mimi ndio naenda huko. Na padri akamsema mmesali na yeye. Akasema padri, nimemwombea kabisa kila kitu, nimeomba sana kwa Mungu. Lakini kweli padri huyo mambo yake imeisha. Huyo atakufa. Lakini amemwombea kwa Mungu, lakini ameshakompyuta tatu. Hiyo ni imani. Unaombea Mungu alafu unakompyuta tatu, anaenda kukufa. Ameenda kufanya nini? Kukufa. Kwamba sometimes we pray, but do we have faith of what we pray for? Or do we pray, but then again we are not convinced of what? Our prayers. We are not convinced of the power of Christ to work miracles. Kwa sababu alifahamu. What we learn from ama kile ambacho tunajifunza kutoka hawa wafuasi wa Kristo ni kwamba walitambua udhaifu wa imani yao. That is the first process to healing. When I acknowledge kwamba sina imani ya kutosha, nahitaji neema ya Mungu wa Yesu. Kwamba neema ambayo tulipewa inajengeka kupitia imani. Waraka wa Paulo wa Yakobo kwa watu wote anasema ni imani bila matendo inafanya nini? That faith without action is dead. Yesterday we had a special day. Ilikuwa nini? National Prayer Day. Na watu walienda wapi? Subukia. Kuna wengine bado wanasema waliona Mama Maria. Mama Maria anasema hizo ni stories za ajabu. Unajua wamama wanakuwa emotional. Yusawa na nani yusawa wakati wako na emotions. Instead of believing that God is able to reveal himself through our mother Mary, hata waone Subukia shrine, kuna bado wengi wanashuku. Wanataka waende ile huko Our Lady of Lourdes. Kama waweze ona hii Kenyeji Promax
awashirai hii hapa kienyeji ambayo tuko na Maria. Wanataka wafanye nini? Waende hapa. But sometimes we learn pain because we have categories. Ile ambayo tumeweka kwa kichwa yetu ati ndio nitaamini. Zamani hata nilipokuwa tumekuwa pale, wakati mwingine mama ananiambia, hata mimi nitakaenda tafuta maji ya baraka, huwa siongei, tunasikia. Anaenda shirai, taenda na mtungi nichote mingi. Wakati mwingine namwambia mama, si mimi ni father, sinaweza kukubalikia hapa. Awacha niende nichote ili hapo. Wakati mwingine nataka kuchote. But I am the source. I can bless that water. Even you don't need to go far. It is important to go to the shrine and experience, but never forget the work of God through His ministers, through the pastors, through the agents. Yes. Ni kama hata wakati mwingine wakati wa kupokea bishop akikuja na father hapo, wengine wanaendana laini ya bishop. Wanasikia ya bishop iko na nguvu zaidi. Lakini ni Kristo. Hata kuna wengine bishop akikuja wanataka waende kutumbio kwa bishop. Kwa sababu wanasikia ya bishop iko na high power. Lakini at the end of the day, it is the veil. It is the what? The veil. Nilipokuwa kijana mdogo, nilikuwa nacheza mpira namba 3. Defend. Na wakati mmoja tulikuwa tunaenda kucheza na mashule jirani. Sasa katika kule kwenye tulienda kucheza baada ya kipindi cha Karume. Sasa tulienda kucheza, tulikuwa timu yetu na ile timu. Sasa ile timu walikuwa na watu wenye miraba ile. Wamekula akikuonga hata unapiga sama suti. Na sasa ndio tunaenda kucheza na wao nini? Mpira. Hata kwa tunaulizana hawa hapana. Hawa ni nini? Watu walibaya sina dhati. Hawa watu wako secondary. Hawa ni watu wa kukua haya. Kwa sababu kiona unasema huyu kweli yako secondary hapana. There is a problem. Ika ID iwekwa miaka mingi zaidi. Ndio sasa ama mtu amezeeka kupota hiyo. Lakini walikuwa kubwa. Na sisi tukienda kucheza mpira na hao walikuwa saa zingine wanatushinda. Tunawashinda. Sasa wakati huu tulipoenda pale, tukaenda uwanjani na of course timu yao goli ilikuwa pande ile imetayarishwa vizuri na pande yetu. Sasa nikaona ule goalkeeper kati niko pale kote ameenda pale katika uwanja yake hapo kwa goli amechimba na ni kama anaweka kitu. Nikawa curious. Imewekwa pale. Nilizi. Sasa tutafuta kama wameshaanza weka vitu hata kabla tuanze. Sasa najua before match ianze watu wao wanatembea free. Nikaenda. Nikasema tatembea mpaka huko tu. Natembea. Ule goalkeeper alikuwa anavaa gloves amesomba. Nikaona pale penye alikuwa amejimba sifuri nikachokora. Nikapata nini? Meno ya kuku. Ndio ameweka pale. Sijui akiweka pale mtafunga bao. So baada mbaya sasa nataka kutoa ile meno ya kuku. Akakuja akaniona vitu zako kanisukuma alikuwa na nguvu. Nikaanguka chini akaniambia wewe kwanza ndio ile timu unafanya nini hapa? Akafunikia ile. Mimi nikarudi. Baada tuanze mpira. Tukienda kweli kucheza zaidi tunafikia ile bodi yao hata striker wetu akichapa badala ingie inaonga hata chuma inaenda juu goli kupanda shika. Nikasema ile meno ya kuko inaharibu mambo hapo. Na mimi nikawa nasema Mungu tafadhali tusaidie kwa sababu sisi ndio tutatoa ile meno ya kuko lakini simfanye kitu. Ukiwa tunaendelea bahati mbaya hizi umbwa kienyeji kamoja kakakuja kakaenda pale. Sasa hiyo ilikuwa serious ndio tunakaribia kakachimba kakatoa na sasa hiyo kagonga bao ikaingia. Mambo ikaanza kualama. After hiyo meno ya kuko ilitolewa. Watu wafunga bao kama 5-3. Sasa baadaye anaenda kuangalia na
mwingine. Yule jamaa mmoja alijaribu kuharibu mambo yetu, ndio sasa tumefanya nini? Yeye alikuwa na imani kwa meno ya mfuko. Ati ukiweka meno ya mfuko kwa hole hamtafungwa. Na hivyo watu wako na imani mbaya different. So mimi ndani kuamini kwamba ni ile mfuko, yeye alikuwa anaamini. Naamini ni Mungu alipanga kujiza. That God wants to pay. But many times also we have superstitions. We have what? Superstitions. Kwa sababu mtu atakwambia atakuendea Mombasa. Ndiko sana anakwambia atakuendea Mombasa na kutafutia majini, atakunyorosha. But those people who have faith would always say, God will counter. God will do what? Will counter. Kwa sababu above all, God is always in charge. Wafuasi wa Yesu wanatambua Kristo ana uwezo. Wanatambua Kristo ana nguvu. And that is why they seek knowledge of faith from Him. To be empowered. Wakati watu wanaenda subuhi ya shiraki katika maombi, ni kwa sababu ya nini? Imani. Ni kwa sababu ya nini? Imani. Because they have faith, we will encounter the mysteries and miracles of our Mother Mary there at the church. Hata wengi huenda wale ambao ni wagonjwa. And there are some who have given testimonies kwamba walienda wakasali na walipata nini? Kupona. Walipata nini? Kupona. Takatifu Paulo anaandikia Timotheo. And this was not just only a letter written to Timothy. It was written to the church leaders of the time. Or called presidents or whatever. The leaders of the church. And he gives that catechesis to them. Wasiwe na aibu kumhubiri Kristo. Na hata yeye anajiita a prisoner of Christ. Yes, mtumwa wa nani? Wa Kristo. Na anasema hatukupewa roho ya uoga. We are not given a spirit of fear. Courage. So he is giving a catechesis to the church leaders that they must have the courage to preach the gospel. Season in, season out. They must never give up. They must always stay focused. Hata sisi wakati mwingine, when things are so heavy, there is always that inclination to give up. There is always that temptation ya kukata matumaini na kusema hata sioni kama kuabudu Mungu kunanisaidia. In fact, tunaona shida zangu zimefanya nini? Zimeongezeka. That is hapa tu. Na alipewa jini pale akaambiwa wakati huu ni kwa muda tu. Nothing lasts. Nothing does what? Lasts. It is just for a moment. And those people who kneel down to pray before God will always stand before their enemies. Will always stand before their enemies. That when you have faith, God shields us. Katikati ya hii wiki pia tumesherehekea kumbukumbu ya watakatifu malaika walinzi. Our guardian angels. That they protect us, especially if we have faith. Tukiwa na imani kwamba Mungu anatukinga kupitia malaika. That means kila mmoja wetu ni wa dhamana sana mbele zake Mwenyezi Mungu. Waheshimiwa si wanaendana na mabodyguard. Na si wanaenda na magari kubwa na askari. Lakini imagine sasa wewe na mimi tukizaliwa tu kama Mkristo, ukitokea tu hivi Mungu anakupatia bodyguard wako. Huyo malaika mlinzi anakuchunga. Ndio unasikia wengine wakati mambo yao hayaendi vizuri, nateleza, kila kitu inaenda huko, nasema it seems my angel, my guardian angel is on a journey. My guardian angel is what? On a journey. Umeamka unaamka, mambo yote inaenda huko. Ukitembea hapo unagonga jiwe, unaanguka chini. Ukienda pale nini unapoteza pesa. Ukiendesha gari inasimika, inaharibika katikati ya barabara, mpaka unasema leo
Arab Satan amekalia hakuna, that we must never give up in such moments. Faith is a gift from God. It is a grace. Na hapo mwisho tunapewa mfano mzuri sana kwamba pale mwisho mahali ambapo unafanya kazi, ati kwamba huyu bwana ambaye ametoka katika pilika zake hapa kule, mwisho anapofika kwake anamuita mtumishi na anamwambia mtayarishi. Lakini hawakai pamoja na kula, na maneno ya mwisho ni pale, sisi ni watumishi, tumefanya kile ambacho tulistahili kufanya. What is it? It means when we do our work of faith, as church leaders, even me as a pastor, I don't do it because of men. But nikimaliza sasa niseme munilipe ama mnipatie 1, 2, 3. No, it is a service, and Christ calls that service a service of humility. Huduma ya unyenyekevu, ambapo tunatambua hiyo ndio kazi yako. Wakati mwingi tulikuwa tukienda saa ingine mikutano ama tukiwa pahali, unasikiaga pengine mtu amesimama amesema, asante Bwana, tunajua unakuanga na very busy schedule, hata ndio sababu leo ulikuwa hapa, asante. Hapana, hakuna busy schedule, hiyo ndio kazi yangu, hiyo ndio kazi yangu ya Father. So Father Kariuki akawaambia, mnaambia asante Father kwa kufanya kazi yako, asante kwa kufanya nini? Kazi yako. I was kusema kama raba hivi, na nikaenda katika jimbo fulani, na pale ambapo nilikuwa nimetembea visit the classmate, hiyo siku askofu alikuja, alikuwa ametoka confirmation, na akaja kweli amechoka, na akaambia padri mwingine mzee, huyo padri alikuwa pia naongea kama askari mazimini, so akakuja akasema, leo nimetoka kazi ya confirmation, lakini nilikonfirm watu kama 600, nimechoka. Nadhani mimi kaza yule basi ataambia askofu pole. Akamwambia, askofu, that is your work. Kazi yako, umetoka nini? Omba neno uwe na nguvu. Nikasema ameongea aje? Kwamba sisi ni watumishi, tumefanya kile ambacho tunastahili. That never offer a service with expectation or strings attached. Hiyo ndio Kristo alikuwa anapatia mafundisho kwa mtume wake, that watende wema waende zao. Tena wema nenda zao. But how many times do we even pray? Do we give our offerings and our tithes as though we are doing a transaction with God? Sasa baada ya kufanya hivi, natarajia Mungu anifanyie mazuri hivi immediately. That may not happen. If you do that, utawacha kabisa, kwa sababu wakati mwingine mambo yako hayaenda vile unapanga. Unaambiwa God will take action at his own appointed time. Kwa lugha ile ya kanisa wanasema kairos, the opportune moment. Saa hizo ndio God will take action. You will not take action based on me, but when he wills. What God demands of me, kama kile Mungu anaitisha kutoka kwako na wewe, ni imani thabiti. Imani thabiti. Na sisi tutakuwa kama mitume na kumuomba neema kwamba imani yetu ikuwe thabiti. That we have strong faith. Because when you have a weak faith, you will always collapse. It is small thing. Takata tumaini. Ukienda kanisani mkazilishwa na Wakristo 5, nasema leo kanisa siendi. Don't we have watu ambao wasalimiani kanisani kwa sababu walikosana? Don't we have people who don't see eye to eye? Na makuna nini na walikosana kutoka ujana wao. They were teenagers, but they still have a grudge. Don't we have people ambao hawasikizani kwa sababu ya ukabila? Ukiangalia, nasema, mimi kuendani na Wajaluo. Hawa watu they are very dangerous. Wanaweza kupiga mawe.
mimi hatuendani na Wakisii. Ni wachawi na night runners, very dangerous. Mimi hatuendani na Wakikuyu, hao watu ni wezi. Who planted those minds? Mimi hatuendani na Wakale, watakupiga mshale wakati wote, wakati umezuka utachomewa nyumba. Who started such a narrative? Sisi ninakuchukia hata sijawahi ishi na wewe. Lakini nilipokuwa mdogo niliambiwa Wajaluo ni wabaya, ama Wakikuyu ni wezi, Wakisii na Wakamba ni wachawi, ni warogi, watakufanya mambo. Wakale watakuibia ng'ombe na mbuzi. Sijui kabila gani kile tumeanza huko. Hata Waluya wanamaliza huko. Usifike huko kwa sababu zinaibiwa na ugali. Huko na ugali na kisiani. So kila mmoja tumepatiana a narrative on tribal basis. And even the extent ukienda hapo is a racism. Ukiangaliwa tu ina nyeusi, you are despised. You are a thief. Kwa sababu wewe ni mweusi. And even some associate that black even with evil. Kwamba ukiwa na imani, you will now understand we are all creation of God. Na hiyo imani inatuwezesha kufanya muujiza. Hiyo imani inatuwezesha kusamehe wale ambao wametukosea. Inatuwezesha kuondoa the prisons of tribal discrimination or profiling that affects us. Kuondoa political affiliation na kuchukia kwa sababu sijui wewe ni wananchi, wewe ni wauda, sijui wewe ni wa nini, ninakuchukia. But maybe ile tuliona hiyo party ninakasirika. Nikiona fulani ninakasirika. That we have been divided on political grounds, on tribal grounds, even on religious grounds. Sasa bado wengine anachukia wengine kwa sababu ni Muislamu, kwa sababu ni kanisa ya uono, ama kwa sababu ni dini ya Muislamu. That we all categorize people. We are reminded today, faith unites, and we must believe God calls us to unite, to forgive, and to be able to do those miracles that are small. Those small faith. Imani kidogo. Wanasema kidogo ujaza. A practical example of faith is your movement from ile kanisa ilikuwa na kuiwako mpaka Kioni. Silikuwa na joto. Ile ya matope na inawa kuipata there. Even some never believed you could move. They were comfortable. Anasema hii ndio imetosha. That is the work of faith. To move from there to here. The faith of a mustard seed is seen in this church building through the Christians. Ujiulize, imani yangu na yako inatosha hiyo punje ya haradali, ama imani yangu hakuna, maybe ni vumbi tu. But people, I say I have faith, but I don't have faith. Let us pray for that gift of faith, so that we may be agents of the gospel, the true faith which comes from Christ. Imani kamili ni ya Kristo. Imani hizo zingine ni fake. Imani ya mganga hodari ni fake. Imani meno ya mfuko, taswira gold pale, hiyo ni imani fake. Na imani zingine, hata watu wanaweka vitu kwa mwili. Watu wanaweka vitu kwa mwili. Nani ndio anakuta amevaa vitu kwa mwili? Tembea na pembe kwa mfuko. Ama ile pembe ya wado. Wengine wanakuta hizi beads kwa waist kama what. Many things people do. Lakini mchana tuko kanisani. Usiku tumeenda ibada ya African Metaphysics. African Metaphysics kwa sababu nasema hii ya Yesu inakaa haina nguvu, wacha tuipatie boost. Naenda sasa kutafuta hata boost.
Christ is the one and only option. Patia Kristo kipao mbele na utaona hiyo imani kidogo itageuka na kuwa kama that sycamore tree. Tumsifu Yesu Kristo. Imani milele. Tukiri imani yetu kwa kusema msadiki kwa Mungu mmoja. Msadiki kwa Bwana Yesu Kristo, mwana pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote, Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwana kwa mwanga, Mungu kweli, Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuumbwa, mwenye Mungu pamoja na Baba, ambaye vitu vyote vimeumbwa naye, alishuka kutoka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu, na kwa ajili ya wokovu wetu, akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kwa Bikira Maria, akawa mwanadamu, akasulubiwa kwa ajili yetu sisi kwa mamlaka ya Poncio Pilato, akateswa, akafa, akazikwa, siku ya tatu akafufuka, mbinguni ameketi kuume kwa Baba, atakuja tena kwa utukufu kuwahukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Mnasadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyeumba vinywa vya manabii. Mnasadiki kwa kanisa moja takatifu Katoliki na mitume, na ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, pamoja na ufufuko wa wafu na uzima wa milele ijayo. Ujumbe wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kutoa kuliko kupokea. Kuliko kupo